Mama ya Kiara. Sasa Kiara alichukuliwa picha kwa barabara na anko yake mwingine. Ndiye alimchukua picha kwa njia wakitoka shule, akamuuliza kwenye ni wapi, ndiye akajaribu kumueleza ukifika pale kwamba unaingia hapo kwa mredi, after hapo kwa mredi siku yetu ni katikati na hakuna gate hapo. Siku yetu hatuna gate. Alafu sasa tuko na mwingine, kijana mwingine mwenye hapo hospitali. Kuchukuliwa si kuchukulia mbaya, nilichukulia kawaida tu, nikasema ni sawa kama amewekwa huko, si ni sawa tu, hakuna shida, lakini sikuona kama ni shida, lakini sikukasirika ama kukua mbaya. Nilisema ni sawa, ni Mungu ndiye alituma hiyo kitu, sasa huwezi jua. Familia sasa sisi kwa sasa tuko watoto, niko na watoto 6 plus mzee tunakuanga 7 8, na lakini sasa wawili wayuko, baba na kijana wa pili wayuko. Wako wapi? Wako hospitali Jogori. Sasa sisi tuko hapa watu 5. Amegonjeka ugonjwa ya kanza. Sasa wakati huyo mtoto alianza kugonjeka, alianza mwaka jana. Alianza second term, tukampeleka kwa chuka sister, akalazwa huko. Tukaambiwa tu ni kuvimba kidogo alafu ataweza kupona. Tukalazwa, tukarudi, tukakaa tena, tukarudi kulazwa mara ya pili. After hapo kulazwa mara ya pili tena tukakuja nyumbani, tukampeleka general aongezewe damu. Mpeleka aongezewe damu, tukaambiwa akiongezewa damu sasa tumtafutie hospitali kubwa. Sasa tukampeleka tena chuka sister mara nyingine ya 3, akafanyiwa operation ya shingo, waangalie hiyo nini, waone kama wapime, waone kama ni ugonjwa gani ako nayo. Tukitoka hapo sasa ndio tulimpeleka Jogori. Tulimpeleka Jogori Januari hii mwaka. Tulimpeleka wiki ya pili. Sasa wakati tulimpeleka wiki ya pili ndio tuliambiwa ako na kansa ya shingo. Ndio sasa ameanza kutibiwa na lakini amepona. Sasa ni bili ndio tulikuwa tunangojea. Kama Mungu ametufungulia njia, si tumefurahi sana. Tunaweza sema ni asante. Mungu akitusaidia, Wakenya wakitusaidia, si ataweza kutoka sasa hospitali. Ako na bili ni milioni 2. Sasa hapa nyumbani ni mimi ndio niko peke yangu, na chakula ni shida, na hatuna nyumba, hatuna bafu. Choo yetu si unaona bila inakaa iko na magunia. Alafu sasa tunaoneanga tandika. Ile tandika ndio tunaonea. Sasa kusoma hapa ni shida, stima hatuna. Sasa I wish kama Wakenya wanaweza fikiria hata kama ni stima watusaidie tu. Watuwekea angalau stima hata Jumuti iko karibu na kwetu. Wakati mzee hayuko sasa sahi ni kukaa hivyo. Kama jana hata hatukukula. Tumekaa hivyo. Wakati sasa mzee hayuko, ni alikuwa na hasola, fanya hasola anatuletea chakula. Naweza sema huku kwangu wanaweza kunijengea. Kama wanaweza kuwa wanijengea hata at least waniwekee hata stima, naweza kunisaidia hii boma juu hapa kwetu kweli unaona bile kuko. Hakuna stima. Sasa tandika, niambia tandika mtu anaona aje? Mimi naona hivyo. Alafu sasa wanaweza saidia hata huyu kijana wangu kusoma, at least asome pia yeye akuwe mkubwa kama wengine. Biashara kama naweza funguliwa biashara kama ya kuuza kama duka, ama hata kama ni kuuza kama ni nguo naweza uza, siwezi kataa. Ama kama ile naweza funguliwa naweza fanya. Ama biashara yoyote mtu anaweza fanya, mimi naweza fanya. Naomba Wakenya kama wanaweza kuja hapa kwangu, wanisaidie hao watoto yangu, wanilipie fee, alafu sasa waniangalilie kwa tu hiyo nyumba yangu, kama ni stima waniwekee, alafu sasa hiyo nyumba niweze kujengewa at least nyumba ile at least nzuri juu hata sina bafu, sina choo, ni hivyo tu nimekueleza. Mimi nashukuru huyo kijana. Juu ni kijana huku tu nyumbani, namshukuru sana, ni kijana mzuri by the way, si mbaya. Si ati sijaiona ubaya yake, na ati si ati naweza kuambia ni mbaya ama ni mzuri. Nimeona ni mzuri kwa sababu mimi nampenda sana. Hata mimi nilikuwa nafanya kazi hapo kwa hoteli, tulijuana tu na yeye. Lakini sikuwa namjua, lakini nilimjua wakati tulikuwa hapo kwa hoteli. Lakini nampenda, ni kijana mzuri, lakini alifanya vizuri. Ukifika? Hapo kwa mbaya. Hapo kwa nyumba. Hapo kwa watu. Hapo katikati ndio kwetu. Hakuna